Morning. This morning. Tell your neighbor this morning. This morning. You must win. You must win. You must. Come on, tell him you must. You must Win the battle win the battle over your mind. of your mind. For you to know the will of God. For you to know the will of God. For you to walk with God. For you to walk with God. For you to be with God. For you to be with God. You must You must win. win. Come on, tell your neighbor. You are not telling me. Tell your neighbor you must You must win win the battle the battle over your mind. over your mind. If you want to become somebody in this life, If you want to become somebody, you must win you must win the battle the battle of your life. of your life. If you want to go far If you want to go in this life, in this life, you must you must win the battle win the battle over your mind. over your mind. If you want to become somebody If you want to become in this life, in this life, you must you must win the battle win the battle over your life. over your life. Because the Bible says, Because the Bible says, as a man thinketh, "As a man is, so he is." so he is." You cannot become what you are not, what your mind is not, what you are not thinking about. You become what you think. Yes. Amen. Amen. You are the product of your mind or your thought life. Praise the name of the Lord. Amen. And so this morning we are continuing with our teachings about winning the battle of our minds. And I hope God will bless you and you have something at the end of the day. Praise God. Now, we are beginning the book of 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10, and we are reading from verse 4 to 5. Amen. 2 Corinthians chapter 10. We are reading from verse 4 to 5. In Jesus' name. Are you there? Praise the name of the Lord. Amen. Amen. Now it is there. Amen. Wacha nisome, then you listen and then you follow me as I read. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. 4 to 5. Casting down imagination and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. That is where our battlefield is. Amen. Amen. Casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought that to the obedience of Christ. Every thought. Come on, say every thought. Every thought To the obedience of Christ. to the obedience of Christ. Amen. Amen. There is where our battlefield is. Amen. Amen. You cannot become anything. You cannot do anything when you don't win the battle over your mind. Amen. Amen. You'll be victorious when you begin to win that battle over your mind. Praise the name of the Lord. Amen. And so, while we are there in the battlefield, there are some things that are needed, or you need to understand about this battle. Because wakati ulipookoka uliingia kwa vita. Amen. Amen. Gusa mtu mwambie, wakati ulipookoka uliingia kwa vita. Maana you came from another kingdom to another kingdom. Amen. And these two kingdoms are always fighting. Are you listening? Yes. These kingdoms are always fighting. These two kingdoms, the kingdom of God and the kingdom of the enemy.
two are always fighting. Uza kumwambie hizi family zote mbili zinapigana. But then God, the battle was won. You must understand what the Bible says, all the word of God tells or says to us. The battle was won 2,000 years ago. Amen. Hii vita ilishindwa miaka 2000, na ndio maana Yesu alitangaza aliposhinda hii vita akasema imekwisha. Amen. Nasema imekwisha. Amen. Imekwisha. Hata shetani akijaribu kuconfuse, even when the devil wants to confuse your mind, I am here to tell you the battle for your life, for your family, for everything was won at the cross of Calvary. Come on, give God a mighty hand clap. Hallelujah. Baada Yesu makofi mazuri. Maana vita ilishindwa. Amen. Amen. But you must understand, or you must come to that knowledge. Lazima uwe na huo ufahamu. And that knowledge comes as a result of having the mind of God. Guza kichwa chako useme, siku ya leo nataka kuwa na mawazo. Siku ya leo nataka kuwa na mawazo. Siku ya leo nataka kuwa na nia Siku ya leo nataka kuwa na nia ya Kristo. ya Kristo. In Jesus' name. In Jesus' name. Let my mind be renewed Let my mind be renewed by the word of God by the word of God today. today. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, this battlefield, it is in our minds. And I am here to tell you, it was won. Amen. Hii vita ilishindwa. Yes. Amen. Amen. Inangojea only your part. Your part is the part that remains. Ili uandikiwe 100% mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Now, I want us to read another scripture as we continue, and then we will see what to do to win this battle of our minds, to receive the blessings and the victory that God has given us in this life. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Now, in the book of Romans chapter 8. Let's go there. Romans chapter 8, and we are reading from verse 5. Tukiendelea namna hiyo. Amen. Amen. Hii kanisa ya Warumi. Amen. Amen. Sema kanisa ya Warumi. Vita ya mawazo ilikuwa imewashinda. Amen. Amen. Leo kuna mtu ako na vita ya mawazo. Ninauliza hapa mmeshinda. Kuna mtu ako na vita katika mawazo. You are not communicating. Iko. Yes. Even me this morning. And at night, because at night we are here every day. Amen. Tunalala kila siku for 40 days. Na siku nilipokuwa nikijiandaa that mind, kuna mind nyingine ilikuja. Amen. Ya ndui. Wangapi wako na mind ya ndui? Hata unafikiria kuhusu ndui. Hello? Hello. Unafikiria kuhusu ndui? Kuna ndui fulani nilifikiria, maana nilimuletewa na Mungu. Nikiwa kwa usingizi. Nikaona vile ako na trickery and then ako na ujanja. Amen. Hiyo kitu imenisumbua katika my mind, imenisumbua. Amen. Na nikaikemea. Na nikasema ishikwe na mipaka ya mawazo yake isifaulu. Yesu makofi. Hallelujah.
Hiyo ni vita tu ya mawazo pia. Hiyo ni vita. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. And that's why the Bible says you must have the mind of Christ. And this mind, come on, say this mind. This mind. That was Christ. That was Christ. That was in Christ. That was in Christ. Should be in you. Be in me. Yaani usaidi kuwa na mawazo mengine. Kwa sababu mwambao usaidi kuwa na mawazo mengine. Bali ile mawazo ilikuwa na Kristo. Hallelujah. Unanisikia? Yes. Bali ile mawazo ilikuwa na Kristo. Hayo ndio mawazo unastahili kuwa nayo. Na hapo ndio vita iko. Ili upokee yale mawazo yaliyokuwa na Kristo, hapo kuna kazi unataka ama unatakikana ufanyie mawazo yako na moyo wako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So, the mind that Christ has, you must have it. Amen. Amen. The mind of Christ. Christ to win this battle. Amen. Amen. Now, ndio nimesema kwamba the church of Romans walikuwa na vita nyingi ya mawazo. Amen. Amen. Na kama out overcome the battle of your mind, hakuna kitu utafanya. Kama hutashinda mawazo yako, vita ya mawazo yako, hakuna kitu utafanya, hakuna maendeleo utaleta, hakuna ushindi utapatikana, hakuna umbali utaenda. Maana vile unavyofikiria ndivyo unaenda. Vile unavyofikiria ndivyo unakuwa. You are the product of your thoughts. Yes. You are the product of your thought. Vile unafikiria, kama unafikiria kushindwa, utashindwa. Kama unafikiriana wewe ni mshindi, utashinda. Amen. Kama wewe unafikiriana wewe ni mbarikiwa, hakika you be blessed. Amen. Kama wewe unafikiriana wewe hakuna kitu kinaweza kukuzuia, hata ikija wewe hakuna kitu kitakuzuia na hakuna kitu kitakushinda. Amen. Hiyo inatokana na mawazo yako. Amen. 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 Even going forward, backward, never. It is in your mind. It should be in your mind. Kwenda mbele bila kurudi nyuma ni mawazo yako. Amen. 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 Na ndio maana Yesu alisema kwamba sisi hatuko miongoni mwa wale ambao wanaangalia nyuma na kurudi. Maana huwezi kushika ile plow na uangalie nyuma. Huwezi kushika ile plow ya kulima. Ukiangalia nyuma utalima nini? Yeah. Kombo. Amen. Wewe unaposhika hiyo plow unaangalia mbele mpaka mwisho. Yes. Hallelujah. Amen. Unaangalia mbele mpaka mwisho. Amen. Na mawazo yako yawe focus kuangalia mbele, kushinda mahali ambao ushindi wetu huko. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Kusa Mungu mwombe, lazima hii vita nishinde. Lazima hii shida nishinde. Amen. Kwa nini wazeni kushinda? Kwa sababu tayari vita ilishindwa. Amen. Yesu alitushindania. Yes. Amen. Amen. Praise God. And so the church of Romans walikuwa na vita nyingi sana. Amen. Amen. And this is what the word of God says. In Romans chapter 8 verse 5, it says, "For they that are of the flesh do mind the things of the flesh." Amen. Amen. For those who are the mind of flesh, the mind of flesh, kuna nia ya mwili. Amen. Mind of flesh, wana mind vitu ya mwili. Amen. Amen. For they that are the flesh do mind the things of the flesh, but they that are the spirit, the things of the spirit. Verse 6. For to be carnally minded, amen. Amen. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Amen. Amen. To be carnally
Come on, somebody answer. Help that person outside. Unaningojea nikuambie. Praise the name of the Lord. Amen. To be carnally minded is death. Kama wewe unafikirianga mambo ya mwili, unafikiria kifo. Number 7, because the carnal mind is enmity. Naona sasa ni uadui. Sasa vita iko hapo. Wakati uko na carnal mind, mawazo ya kimwili, hapo vita iko hapo. Wewe ni adui wa Mungu. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither it can be. Verse 8. Can you control those kids? So then they that are the flesh cannot please God. Hallelujah. But you are not the flesh, but the spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of God, is none of his. Bwana Yesu asifiwe. So you have to have the mind of God, not carnal mind. You have to have spiritual mind. Mawazo ya kiroho, si ya kimwili. Maana mawazo ya kimwili ni uadui na Mungu. Amen. Can you go to verse 27, the same book, Romans chapter 8, 27, and see something also there about this battle of our minds. 27. Yes. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit. What is the mind of the Spirit? Because he maketh intercession for the saint according to the will of God. For he that what? Searcheth the heart, know the mind of the Spirit. So we have to have the mind of God in order for us to do the will of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna kitu unashika pale? Yes. Are you getting something? Yes. Amen. Now, to win this battle of our minds, we must present, number 1, we must present our bodies as a living sacrifice and holy and acceptable unto God. Number 1, to win this battle, we must present our bodies a living sacrifice. A living sacrifice. That's Romans chapter 12, verse 1 and 2. To win this battle, number 1, you must present your body as a living sacrifice. Brethren, I beseech you by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Number 2, and not be conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your minds, that you may prove that which is good and acceptable and perfect will of God. You must be renewed in your mind, that you may begin to understand and come to that knowledge. Amen. Amen. That knowledge of the will of God and what is acceptable in this life. And that comes by renewing of your mind. Kuna watu ambao hawajui what is accepted, what is acceptable in this life. Kuna watu hawajui kile acceptable ni nini, kile jambo ni nini, what is the will of God concerning me. And so when your mind is renewed, you come to that knowledge and understanding what is that perfect will of God concerning your life. Amen. And then you will be transformed to that new life of God. Amen. You will be transformed to a new mind. Praise the name of the Lord. Amen. So, to win this battle, I said you must present your bodies. Present your body. Unapeana mwili wako. Unapeana nini? Mwili wako.
Kama nini? Sikuseme sadaka. Unajua ukisema dhabihu ni Kiswahili iko ndani sana. Sema sadaka. Na ukitaka kujua wale watu ambao wanapeana mili yao kama sadaka, unaweza kuwaona, tunaweza kuhesabu kanisani. Amen. Amen. Wale wamepeana mili yao kama sadaka, unaweza kuwa, you can count them. They are countable. Amen. You can see them even. Amen. Wale ambao hujapeana, hujawahi peana hata jicho, hujawahi peana hata kidole. Praise God. Amen. Hujawahi nini? Hata nini? Hapana. Hata hii kidole hujapeana? Wacha hata kidole hujapeana kucha. Ile kucha. Your nails. Amen. Hujawahi peana? Come on, tell your neighbor. Tell neighbor. Wacha kuwa mchoyo namna hiyo. Peana hata sadaka ya kucha zako. Kucha yako iko nini? Sadaka. Simuongee tafadhali. Sadaka iko. Na ukiona mtu hataki kuongea, hata hataki kupeana kucha. Maana unajua kucha pia ni sadaka. Kucha ni sadaka. Hata meno na meno. Meno ni sadaka. Wakati unasimika hiyo unatoa sadaka kwa watu wengine pia wanacheka. Na mimi sasa uko hiyo sadaka itoleki. Amen. Kama watu wanakuondokea. Wanakuondokea kwa sababu hauko tayari kutoa sadaka ya meno. Hallelujah. Meno ikionekana. Hallelujah. Come on, smile. Put a smile on your face. Hallelujah. Amen. Naona wengine hata waelewi unakauka tu unataka kukauka. Na mimi kama kuna attitude nachukia. Nikikuona vile umevaa uso ya nini? Yaani unakaa ngumu. Sipendi. Amen. Hata my wife anajua sipendi. Hallelujah. Mimi nataka uso unaweka sura sile mask. Amen. Unaweka sura ya kutafakari ya kutabasamu. Pe Yesu makofi. Hallelujah. Amen. So you present your bodies as a living sacrifice. Unatoa kila kitu kama sadaka. Sasa nini umebakisha? Hebu muulize wewe umebakisha nini sasa? Toa sadaka. Amen. So number 2, and be transformed by the renewing of your mind, so that we may prove what is that good and acceptable and the perfect will of God. Those 2 points. And be transformed by the renewing of your mind. How your mind is renewed. Amen. How your mind is renewed. How to renew your mind. Hello. Unafanya upya mawazo yako namna gani? Hapo ndio sasa shida iko hapo. Mawazo yako yanafanya upya namna gani? Say number 1. Number 1. By meditating upon the word of God day and night. Psalms 1, chapter 1 to 3. By meditating upon the word of God, when you begin to meditate upon the word of God, your minds are renewed by the word of God. And the word of God takes over in your mind. And then when the word of God takes over in your mind, you begin to think like Christ. Amen. You begin to act like God. Amen. You begin to walk and to present yourself like God Himself. When your mind is renewed, amen. Amen. You begin to talk like God. You begin to see like God when your mind is renewed. Praise God. Bwana Yesu asiwe sana. And then when you have the mind of God, you begin to win the battle over your life, the battle over your mind. When you have the mind of Christ, when your mind is renewed by the word of God. Wakati mawazo yako nia yako imefanywa upya
na neno la Mungu unaanza kushinda. Amen. Unaanza kushinda hii vita. Wakati mawazo yako yanafanywa upya kwa neno la Mungu, kwa kutafakari ile neno la Mungu, unaanza kushinda vita. Unaanza kushinda vita. Vita za maisha yako, vita za vita za mashaka yako unashinda. Maana watu, ile kitu inaua watu ni mashaka and believe. Amen. Hiyo vita unashinda. Patia Yesu sadaka nzuri ya Mungu. Hallelujah. And number 2, for how to renew your mind. How your mind is renewed by being led by the Spirit of God. By being led by the Spirit of God, your mind will be renewed. Ukiongozwa na Roho wa Mungu. Amen. Amen. When you are led by the Spirit of God, your mind. Amen. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Verse 16. Amen. 1 Corinthians chapter 2 verse 16 said, for who are the mind of the Lord, that he may instruct him, but you have the mind of Christ. Amen. Amen. When your mind is renewed by being led by the Spirit of God, when you are led by the Spirit of God, your mind will be renewed. Amen. Mawazo yako yatafanywa upya na utakuwa na mind ya Kristo. For who are not the mind of the Lord, that he may instruct him, but you are the mind of Christ. And who are those who have the mind of God? Those who are led by the Spirit of God. Wanaoongozwa na Roho wa Mungu, au ndio wako na nia ya Kristo. Ukuuliza jirani yako, wewe uko na nia gani? Hello? Uliza tu, maana lazima tushinde hii vita. Hata kwako, kwa maisha yako, kwa marafiki. Maana hii vita imejaa bila hapa kuna mtu ambao azalimianange na mtu mwingine. Hiyo ni vita ya mawazo. Amen. Amen. Yes, kuna mtu ambao anafikiria, sisi tunafikiria kwenda mbele, yeye anafikiria kurudisha nyuma. Maana kanisani kuna all types of people. Amen. Kanisani kuna nini? Kuna watu ambao hawako ready kufanya chochote, wanaangalianga vitu vifanye. Hiyo ni nguvu moja. Amen. Watu wakaangalia nini? Vitu vifanye. Wanaangalia vitu vifanye. Na wengine wanafanya. Amen. Wanatumika ifanyike. Uliza jirani, wewe unatumika ifanyike? Unatumika ifanyike. Ama unaangalia ibada. Haya, na ngurubu ya tatu wanapinga, they oppose us. Amen. They oppose us. Ukisoma Biblia Second Timothy chapter 3, utaona kwamba kuna watu, there are people who opposed Moses. Walimpinga Musa. Musa anafanya hivi, wao wanafanya hivi. Musa anasema hivi, wao wanasema hivi. Walikuwa wanaitwa nani? Yane na Mamre. Yane na Yabani. Soma wasome. Siweke hiyo nimesema. Second Timothy chapter 3 verse 6. Second Timothy chapter 3 verse 8. Verse 8, yes. Na kama vile Yane na Yambure, now as Jannes as Jambres withstood Moses, walivyopigana na Musa, do this also resist the truth. Hivyo na hawa wanavikana na ile kweli. Men of corrupt mind. Watu walioharibika akili zao. Sema corrupt mind. Corrupt mind. Lazima ushinde hiyo
Corrupt mind usinde. Corruption inaanza kwa kichwa yako. Unafikiria kama shetani. Mpaka unashangaza shetani kama wewe umempita kufikiria. Maana always the devil thinks evil. From the beginning, the enemy thinks evil. So, men of corrupt mind reprobate concerning the faith. Amen. Reprobate concerning the faith. So, even in the church, we have such people. Corrupt minds. Amen. Whereby they need to be renewed in their mind. Ile corruption iondolewe, na inaondolewa na neno la Mungu. Amen. Na wengine hata walikataa. Musa alikuwa anapewa neno la Mungu na Mungu na anawapatia, lakini Jannes and Jambres withstood Moses. Amen. Na Biblia inasema kwamba verse 9 inasema these people will not go far. Mwisho wao utafika. But they shall not proceed no farther. For their folly shall be manifest unto all men, as there is also worse. Usijali na wao, usije ukingana na wao, hata akipinga, wachana na yeye, ujinga wake utaonekana. Mambo yake itafika inaisha mwisho. Kwa jina la Yesu. Na wale wanaosimama kinyume na kanisa hili mwisho wao ufike mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao wanaongea kinyume na kile Mungu anafanya katika jina la Yesu, awe karibu awe mbali, mwisho wao uonekane. Kama unaamini pigia Yesu makofi kidogo. Hallelujah. Na Yesu makofi kidogo. Hallelujah. In Jesus mighty name. Hallelujah. Amen. So for you to be renewed or to be transformed in your mind or renewed in your mind, you must be led by the Spirit of God. You must have the Spirit of God. Because those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Romans chapter 8, 14, 15. Those who are led by the Spirit of God are the children of God. So you must, for you to be renewed in your mind, you must be led by the Spirit. Amen. Lazima uongozwe na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini ukiongozwa na mwili, tumeona kwamba carnality, carnal mind is an enemy between God. Na uko na uadui na Mungu kama unaongozwa na mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Now listen. Listen now. We have to identify this battleground, amen, in our mind. We have to do what? Identify this battleground. Lazima ujue hii battleground iko wapi na ni nini. Amen. Amen. Unapigana na nini? We began by saying vita yetu ni ya kuangusha mawazo yanayojiinua ikatae mambo ya Mungu. Are you back to that place? 2 Corinthians. Vita yetu ni kupigana na kila wazo. Kuna mawazo ambayo unajiinua ikatae Mungu. Amen. Kuna mawazo ambayo inajiinua ikatae Mungu. Duniani hata hapa tunakaa, hata kanisani kuna mawazo inakuanga inajiinua ikatae elimu ya Mungu. Kile Mungu anasema wanakataa. Anasema hapana, wewe pastor, wewe hiyo kuja ndani. Hicho huyo ni wewe umeleta hiyo. Amen. Nataka urudie hapo hiyo andiko. 2 Corinthians. Where we started. 10:4-5. Amen. For the weapons of warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. And verse 5. Casting down imagination inakuanga wapi? Wewe imagination inakuanga wapi? Si ushike kichwa yako. Imagination yako inakuanga wapi? Hapo. Na ndio maana Biblia inasema kwamba wakati wale walipokuwa wakijenga ile Tower of Babel, imagination, they imagined, amen, and their imagination was evil. Imagination yao ilikuwa
evil. Wakati Mungu alikuwa anasema wazaane wajaze dunia, lakini wao wakasema wacha tujenge mnara ufike mbinguni. Mungu akuwa mbinguni hivi tumsitue. Amen. Amen. Asikie tumeingia tujitengenezee jina. Amen. Their imagination, casting down imagination and everything that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. To the obedience of God, they have to cast down everything that exalts itself against the knowledge of God. Amen. Amen. And the word and the ways of God. Kuileta chini, na tunaanzia kwa mawazo yako. Gusa mawazo yako, tunaanzia hapa kwa mawazo yako. We begin by your mind. Amen. Bwana Yesu asifiwe. And now the battleground is, we begin in your mind. Number one, you begin to deal with your corrupt mind. Hallelujah. Number one, you begin to deal with your corrupt mind. Kuna mind ya corruption. Unajua corruption ni nini? Hello? You know what is corruption? Corruption is contrary to the word of God, is against the will of God, is against the ways of God, is against what God is doing, is against the will of God, is against the dreams of God. Corrupt mind, amen, cannot agree with the mind of God. Yes. And so you have to deal with it. Unaikomesha, unaiangusha hiyo corrupt mind. Unaiambia yes, utatii, utafanya, utaabudu Mungu, utampenda Mungu, utamtumikia Mungu. That corrupt mind, because a corrupt mind cannot serve God, cannot worship, cannot sing, cannot raise hand for God. Yes. Because it is corrupt. And so you must engage that mind and overcome it. You must overcome it. Amen. You must engage totally squarely in that corrupt mind. Na ushinde na uiangushe. Na ufae mawazo ya Kristo. Na uwe na mawazo ya Kristo. Amen. Same corrupt mind. Corrupt mind. Same corrupt mind. Corrupt mind. 2 Timothy chapter 3 verse 8. Come on. 2 Timothy chapter 3 verse 5. Chapter 3 verse 8. Hallelujah. 2 Timothy chapter 3 verse 8. So we are now in the battlefield now. Ile battle kabisa sasa ndani ya kuondoa corrupt mind, to wage war against the mind of corruption. Hallelujah. Amen. Now, as James and John with two spots, saw those resist the truth. Amen. Those saw this resist the truth. Then the truth. Men of corrupt minds. Amen. Men of corrupt mind reprobate man concerning the faith. Hawataki mambo ya imani. They are corrupt in their mind. Men of corrupt mind. Watu wa kupinga ukweli. Hallelujah. Hiyo mawazo tunayangusha na tunashinda. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Say corrupt mind. Corrupt mind. In Jesus' name. Wewe ni mkono unasema corrupt mind. In Jesus' name. I overcome you. In Jesus' mighty name. Jesus. Hallelujah. 2 Timothy, 1 Timothy chapter 6 verse 5. 1 Timothy chapter 6 verse 5. Amen. 1 Timothy chapter 6 verse 5. Come on, somebody. Perverse disputing of men of corrupt minds and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw yourself. Perverse disputing of men of corrupt mind. Men of corrupt mind. Kwa hivyo hii ni roho ya corruption. Amen. Na ndio maana tunasema tuvuguze corruption. Haiwezekani kama hii mind ya corruption iko na hawa watu. Maana mind yao ni corrupt. They don't have the word of God. Lazima tuhubiri neno la Mungu. Amen. Lazima tuhubiri neno la Mungu ili corruption iondoke katika nchi yetu. Hata iondoke katika mawazo ya watu wa Mungu. Sio watu corrupt katika serikali. Wanaenda kanisani.
Mniambie, si wanaenda kanisani? Ndio. Si wako na makanisa? Ndio. Na kwa hii roho ya corruption haijaondoka ni kwa sababu hawako ready kupokea neno la Mungu. And we will be ready to preach the truth. Amen. Ili tuokoe. Amen. Number 2. In the back of it, high-minded. Amen. The back of it is in high-minded. 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 Amen. Praise God. Lazima tuondoe ile high-minded. Come on somebody. Unajua kwa high-minded mtu ako na kichwa kubwa. Kichwa si ni kweli? Sasa mnaniangalia hivi you are scared me. Kichwa kubwa. Kichwa kubwa sisemi ati uko na kichwa kubwa kama ya Belikimo. Amen. Mnajua Belikimo? Ndio. Ndio. Unajua Belikimo? Ndio. Belikimo ni kafupi, amen. Kabuku kwa futi 2. Hata si kamwala, amen. Belikimo ni kafupi na kana mwili na kichwa inatoshana lele speaker. So kanatembeanga na pilimbi. Maana kakianguka lazima kaita wale wengine kainuliwe. Maana kichwa ni kubwa, haikaruhusu kainuke. Chongoni kinene pio. Amen. Kichwa ni kubwa. So kanatembea na pilimbi kwa mfuko. In case kakianguka, maana kawezi kanakagawa sababu kichwa ni kubwa kuliko ile nyingine. Akawezi kuinuka. So I'm saying high-mindedness. High-mindedness ni kichwa kubwa. Hata kanisani kuna watu wako na kichwa kubwa. Yaani kichwa ngumu. Kichwa ngumu. Kuza mtu mwambie wachana na kichwa kubwa wewe. Siunguze mtu mwambie wachana na kichwa ngumu. Hata wengine ni kichwa ngumu hata kwa. Unakuwa kichwa ngumu kwa watoto, unakuwa kichwa ngumu kwa mzee, unakuwa kichwa ngumu kwa mama. Kichwa ngumu. Kichwa ngumu hata mpaka kwa bishop. Bishop akikwambia akuje unaenda. Nataka akukuje unaenda. Wewe maliza tu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. I-minded, you must deal with that head. Hiyo kichwa hiyo lazima ufanyie kazi. Wakati lazima tufanyie kichwa yetu kazi katika jina la Yesu. Hallelujah. Maana hiyo inazuia baraka za Bwana. Inazuia baraka za Bwana because when you cannot be corrected in your mind, you are high-minded. Wewe unajua kila kitu. Hata ikisema unajua hiyo bishop unajua. Na hiyo nilijua kitambo. Hallelujah. Nilijua kitambo. Nilijua kitambo. Kama ni moto wa Mungu. Hallelujah. Yaani unajuanga ikiwa biti na ikiwa beef. Amen. High-mindedness. Can we read the scripture? 2 Timothy chapter 3 verse 4. 2 Timothy chapter 3 verse 4. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Hallelujah. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Verse 4 inasemaje? Inasema traitors. Amen. Traitors. Heady. High-minded. Lovers of pleasure more than lovers of God. Having a form of all goodness but deny the power thereof. From such turn away. Having form. Unaanza wa 4. Anza 4. Traitors. Who are traitors? Na ni wazaliti kwa kichwa mpaka wewe ni mzaliti mpaka kwa kichwa. Ukifanya hivi ni kukataa. Unaona? Traitors hakunanga azimani hapa. Lakini unaona yes, I will do that. Yes, tutakutana saa hiyo. Yes, I will be there. Yes, I will do that. Yes, okay. Yes. But in his head anasema no.
Nakwambia wewe maliza wewe.